Msifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mpendwa sana katika Kristo. Ni mimi mwalimu wako, Mwalimu Ivan Kibiki. Nikikukaribisha sana ukasikilize hiki ambacho nitakisema. Karibu sana. Ninachotaka niseme siku ya leo ni kwa habari ya kuwa na uwezo wa kufuta kumbukumbu ya mambo mabaya yaliyopita. Katika Biblia, Isaya sura ya 43 mstari wa 18 na wa 19 nasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala na msiyatafakari mambo ya zamani. Asema, tazama nitafanya jambo jipya, nitafanya njia jangwani na maji nyikani. Lakini cha kwanza anachokisema sana Mungu, anachokisisitiza huwa ni kuto kukumbuka mambo ya zamani. Nilishawahi kusema sana huko nyuma pia kwa nafasi nilizozipata, na ni kitu ambacho nimekifanyia mazoezi pia. Adui wa jambo la pili, adui wa hatua ya pili huwa ni hatua ya kwanza. Rafiki wa hatua ya pili pia anaweza kawa hatua ya kwanza. Anasema msiyakumbuke mambo yaliyopita. Ya kwanza msiyatafakari ya zamani. Anasema usikumbuke na usitafakari kabisa. Ni Biblia inasema, manake ni Mungu mwenyewe aliyetuumba. Anasema haya kwa sababu anajua kwamba saikolojia ya mwanadamu. Mungu ni mwanasaikolojia, ni motivational speaker, ni psychologist wa kwanza. Anapokuambia kwamba usikumbuke mambo ya zamani, anasema msikumbuke mambo ya kwanza. Anasema kabisa kwa namba, usikumbuke mambo ya kwanza. Unafahamu kabisa adui wa kuingia kwenye mahusiano ya pili ni mahusiano ya kwanza. Kama yalikuwa mabaya, una kumbukumbu mbaya, huwezi kuingia ya pili. Lakini je, utaishi hivyo? Uwezo wa kuishi hivyo huna. Na kama utalazimisha uishi hivyo, utaishi maisha feki ambayo Mungu hakukupangia ukae. Unachotakiwa ni kwamba futa kumbukumbu za mambo ya kwanza, acha kutafakari mambo ya zamani. Alafu Mungu anasema atafanya jambo jipya, atafanya njia jangwani, afu ataachilia maji yapite nyikani. Ni hivi, huwezi kubadilika, huwezi kubadilisha matokeo ikiwa wewe ni yule yule. Itakusumbua sana, utatumia nguvu kubwa sana. Yaani kwamba unataka, kwa mfano, nataka niwe tajiri lakini lifestyle ni ile ile, matumizi yangu ni yale yale na kila kitu ni kile kile. Utapata shida sana. Na hii hapa huwa inaanzia kwenye mindset. Kwenye akili ndiko ushindi unakokuwepo. Leo hii tumekuwa na dunia ambayo ina mafundisho magumu na watu wanatupa rekodi mbaya, rekodi ngumu. Kumbuka kwamba ninachokwambia hiki, rafiki yako sio rahisi kukwambia. Marafiki siku hizi wanachotuambia ni kwamba mpende akupendaye, sio kupenda achana naye. Yaani unatufundishana chuki. Sawa? Marafiki sasa hivi wanatufundisha kumbukumbu mbaya. Usiwaamini wanaume, usiwaamini wanawake. Lakini je, anayekwambia hivyo hana mwanamke au hana mwanaume? Tena unaweza kukuta yeye ndo anao wengi, lakini anakwambia usiwaamini. Tafsiri yake ni kwamba anasema, yani kanao kimachale au waibie tu. Yani msiaminiane, usitulie. Ni kitu kibaya sana. Kumbuka kwamba na si kwenye mahusiano tu, unaweza kaenda hata kwenye biashara. Adui wa biashara ya pili ni biashara ya kwanza. Namna ambavyo biashara ya kwanza iliharibika, mtaji wake ulikufa. Usipokuwa makini, huji kufanya biashara hata siku moja. Adui wa kilimo cha msimu wa pili ni kilimo cha msimu wa kwanza. Ulilima, mvua ikaondoa, ikasomba mazao yote. Usipoondoa kwenye kumbukumbu haraka, huji kulima hata siku moja. Swali ni je, dunia hii bila kilimo tutakula nini? Utapata majibu. Na ahadi ya Mungu anaposema kwamba nitafanya jambo jipya, maana yake ni kama vile amemtazama mtu fulani,
anaamini kwamba anakwenda kumbariki, kesho yake ni njema sana, yuko tayari kwenda kumbadilishia maisha, yuko tayari kumpeleka level fulani, lakini akikutazama anaona adui ni kumbukumbu ulizo nazo. Yuko tayari kukupa mwanaume mzuri sana, mchumba mzuri sana, lakini anajua kumbukumbu, adui yako ni yule mwanaume wa kwanza ambaye amekaa kwenye moyo wako, amekaa kwenye kumbukumbu zako. Halafu Mungu anataka sasa, hata nikimleta nitamweka wapi? Tayari kuna kumbukumbu mbaya, anaamini wanaume wote ni wabaya, ni waharibifu. Anataka kukupa mke mzuri, lakini akitazama kumbukumbu ya mwanamke wa kwanza, unaamini wanawake wote wezi, ni matapeli, wanataka hela tu, hakuna mwanamke mwaminifu. Lakini yeye akiangalia kwenye mipango yake na amekuandalia mke mzuri sana mahali fulani. So jambo hili linaenda pia kisaikolojia na kiroho. Hata kisaikolojia, hakuna mtu huwa anafanikiwa akiwa anakumbuka mambo mabaya. Tumeoa lakini tulishavurugana sana na wanawake huko nyuma, walishatuumiza sana, wamekula hela zetu. Hata mwanamke, muulize mtu aliyetulia vizuri kwenye ndoa, ukimuuliza atakwambia nilishaharibu mahusiano, nilishakutana na wanaume wakaumiza sana maisha yangu, lakini baadaye sasa hivi naishi vizuri. Tatizo wewe unaombaga ushauri kwa watu waliofeli, yaani mnakutana watu mliofeli. Ndio maana huwa sipendi sana tukikaa wote maskini, tunaposema tunatiana moyo, sometimes huwa tunafundishana ujinga, kubaki wajinga. Wasipendi sana walevi wakikaa pamoja, maana yake mnapeana usugu wa kulewa. Single mothers mkikaa pamoja, mambo mnayofundishana, siwezi kuingilia sana huko, lakini mambo mnayofundishana huwa naweza kukuta wamekaa mahali unajua kabisa wanaharibiana, lakini wao wanajua wanafarijiana. Tafuta ushauri kwa mtu aliyefanikiwa, ambaye alifanikiwa kuondoa kumbukumbu kwenye kichwa chake. Huyo atakuwa the best advisor, the best counselor. Kwa hiyo adui, jaribu sana, fanya umwekea zako vizuri. Tafuta vitabu vya kusoma, tafuta muda wa ibada, tafuta watu, hata appointment na watu ambao wamefanikiwa, watu watumishi wa Mungu, labda watu wanaoweza kukushauri vizuri. Tafuta appointment na hao ili wakuondoe kwenye hilo eneo. Lakini kama utaendelea kuwa na vikao na watu, yani kwamba sisi maskini mnatiana moyo, utaendelea kuharibiana, mnarejesheana kumbukumbu, mnapeana uzoefu namna mlivyoumizwa, alafu maisha yatabaki hapo hapo. Mungu akubariki sana, akusaidie kupiga hatua. Hatuwezi kufanikiwa kiuchumi ikiwa tunakaa na kumbukumbu za watu waliotudhulumu fedha zetu, waliotutumikisha, wakutulipa. Tunahitaji kuambiwa, kutiwa moyo na watu waliofanikiwa ili tutoke kwenye kumbukumbu. Alafu kitu kingine amesema usikumbuke alafu usitafakari. Yaani kuna kukumbuka na kutafakari. Sasa kumbukumbu naweza kukuta kweli kufuta kabisa, kumbukumbu imekushinda, lakini basi kumbuka alafu usitafakari. Unajua kinachomaliza sana energy, yaani kinachomaliza sana energy na kinachotia sala ni kutafakari. Kwa mfano, mtu amekudanganya, usipotafakari unaweza kumchukulia poa tu, lakini ukianza tu kutafakari, hivi amenionaje? Amenichukuliaje? Atakuwa amefanyaje? Yaani labda mtu sijui ile amenichukuliaje, kwani ilikuwaje? Yaani mpaka anafanya hivi, amenionaje? Amekuwa hebu chukulia poa tu, usitafakari, atakuwa katika ujinga wake, amefanya hivyo, mambo mengine yaendelee. Maisha bado yana safari ndefu sana. Tunakoelekea naamini kwamba ni kuzuri sana. Bado Mungu ana vitu vingi sana vya kufanya, vya kutubariki kwenye maisha yetu, na sisi wenyewe bado tuna akili. Naamini bado na akili nyingi sana za kuwezesha kufanya mambo makubwa sana huko mbele. Lakini mchawi ni kumbukumbu, shuhuda mbovu, shuhuda za kufeli, hizo hazitakusaidia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Karibu uendelee kunifuatilia Facebook, Servant Ivan Kibiki, Instagram, TikTok pia, lakini na YouTube. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Ni mimi mwalimu wako, naitwa Mwalimu Ivan Kibiki, ni mwandishi pia, na asante. Mungu akubariki sana.